Kwanza kabisa jina lako unaitwa nani? Naitwa Boniface. Unaitwa Boniface. Wewe hapa kwenye kijiwe cha Tengeru, nafasi yako kama bodaboda ni nani? Mimi ni kama mkimbiliaji wa bodaboda, mfanyakazi mzuri sana wa bodaboda. Wewe ni mfanyakazi bora kabisa bodaboda, sio mwizi, si ndio? Basi sawa. Tunazungumza kuhusiana na changamoto ya haya makundi ambayo yako kwenye jamii. Cha kwanza kabisa, swala la kwanza, tumekuwa tukilaumiwa kama madereva bodaboda kwamba tunajihusisha na matukio ya uhalifu. Ni kweli kazi ya bodaboda inahusisha uhuni ama ni kazi salama kabisa ambayo watu wanatakiwa kuiheshimu? Wahuni ni wengi sana, sasa waizi wametuzidi nguvu kabisa hapa kwenye kijiwe chetu. Kwa nini? Tumewashindwa kuwamiliki kabisa, wanaibia watu simu sana. Taratibu ambazo zinatakiwa ni zipi kwa mtu kuingia kwenye kijiwe? Utaratibu wetu hapa tumejiwekea ni 300,000 kujisajili mwanachama. Shilingi 300,000 ili mtu aweze kuwa mwanachama. Ada hii hamuoni kama inawezekana ikawa ni kubwa sana, ambayo inawezekana pengine ikamzuia mtu mmoja kijana ambaye anajitafuta kuingia kwenye kazi ya bodaboda? Hapana, kwa sababu wenyewe sisi tuna hela zetu zipo huko, kwa hiyo natakuwa wenyewe wakija tujisajili, wajisajili na wenyewe ili wakipata tatizo tuwasaidie, ili wenyewe wapata tatizo tunawasaidia. Kwa hiyo ile 300,000 sio kwamba tu inaliwa, no, ni kwa ajili ya wanachama. Kesho na kesho kutu tukipata majanga, kuna namna ambavyo tunaweza kusaidiana pia. Ndio. Basi kazi ya bodaboda umefanya kwa muda gani? Na miaka kama 6. Miaka 6. Ulishakutana na kisanga chochote cha hawa jamaa wanaitwa Tatu Mzuka? Hapana kwa kweli. Waje kukutana nayo. Mwisho wa kupiga kazi yako ni saa ngapi? Mimi nakaa mpaka saa 6. Mpaka saa 6 usiku? Sasa usiku anasema ndio hatari zaidi, muda ambao ni balaa zaidi kwenye kazi ya bodaboda mzee. Mimi hawezi nivamia wao. Kwa nini? Nawafahamu. Unawajuaje sasa? Hawezi nishika mimi kitu wote, wanifanye lolote. Ulishawahi kukutana na kesi ya abiria ama abiria ambaye labda amekuchukua amekupeleka mahali, alafu namna gani ukaona kama masi muelewe, mbona kama anataka kuniletea mazingira? Ulitokaje? Hiyo ni changamoto, hizo ni changamoto kwa sababu mwingine alishanichukulia akaninyang'anya pikipiki, kwani kaona nje jambo la kupotelea tu hilo. Sio kupoteza pikipiki? Waliniibia pikipiki. Kesi ilikuwaje? Yani tukio la kuibiwa lilikuwaje? Walinitapeli wakakimbia nayo. Jalo alinichukua wakanipeleka mahali wakachukua pikipiki wakatembea nayo mzimu. Wakunifanya chochote lakini hawakujeruhi kabisa, walikuacha salama. Waliniacha salama. Tangu hapo niko namna gani kama dereva unajilinda dhidi ya matukio haya ya uhalifu na kuibiwa pikipiki kama hivi pia? Yani mimi matukio mimi na juzi wanavyowajua wadudu na watu wabaya sana. Kama juzi kuna mtu amefanywa tukio moja kubwa sana hapa, amekatwa kabisa, kanyang'anywa simu pale mbele. Ilikuwa ni saa ngapi? Ilikuwa ni saa 4 saa 3 kasoro, mtu anaenda nyumbani. Pigwa panga mbaya kabisa, kanyang'anywa simu. Mwingine tena amenyang'anywa simu tena pale juzi. Hao ni watu tu watembeaje wa kawaida? Yaani wanatembea na pikipiki. Yaani unakuta wamepakiana kama watatu wawili, yaani wako doria. Kwa hiyo wakiwa doria wanapakiana hapa nyuma, yani mdada kama yuko anatembea na kwa miguu, anachati na simu yake, unashangaa anakuja ananyafua simu anatembea mbele. Ukileta ubishi panga linashuka. Panga linakuja hapo mwanangu. Wanaofanya matukio hao wadudu ni madereva bodaboda kama sisi ama ni vijana wengine tu? Yaani utawaona usiku tu. Yaani mchana uweze. Ni sisi bodaboda tumekaa vijiweni mchana, usiku tunakuwa wadudu. Hapana, unaamna kama hiki jiwe yetu hapa haina hiyo tabia kabisa. Wadudu utakuta wamepakiana mishikaki, pikipiki imekatwa huko haina show. Yaani unakuta wamepakiana mishikaki wanaongozana hapo. Hata juzi wanakupiga wanakunyang'anya pikipiki na kunyang'anya uliochukua nayo, kama juzi mama watu wamenyang'anywa pale Tengeru vibaya sana hela. Akachukuliwa akapelekwa Kikwatani huko, akapigwa akanyang'anywa hela, japokuwa akamwaki mmoja, akaja kukamatwa akapelekwa kituoni, kibano ya hatari, wakasema wenzake wakapelekwa magereza, mpaka sasa hivi wako magereza. Ni hatari sana mwanangu. Nini tufanye kama abiria? Kuna hili swala la kubeba dereva popote, unaona mtu anapita unapiga mkono ni bebe. Maoni yamekuwa ni mengi. Umuhimu wa abiria kwenda kuchukua abiria kwenye kijiwe husika, hili nalo unalizungumzaje kama dereva bodaboda? Hili ni changamoto kwa kweli, mwanangu. Unaweza kumbeba mtu mjuu ni wapi, unambeba tu kwenye bodaboda unaenda naye. Sasa ndio hivyo, ni changamoto kweli. Hii kazi yetu kweli na changamoto, wala sio uongo. Kuna changamoto kweli. Tuwe tu makini. Tuwe makini tu. Bwana sawa, Mungu akutangulie, harakati zao nyingi, tupishane hawa jamaa wanaitwa wadudu, tuwe salama. Jambo la kumwomba Mungu tu. Bwana sawa. Ngoja nimsalimie mzee wangu hapa. Bwana shikamoo kwanza. Marahaba ujambo. Bwana ndiko salama kabisa. Mzee wangu unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa Alfred.
Sawa, tunazungumza kuhusiana na namna ambavyo sisi kama madereva bodaboda tunaweza tukawa salama kutoka kwenye matukio ya uhalifu dhidi ya hawa wanaitwa wadudu, lakini pia abiria tunawabeba wawe salama. Swali la kwanza ambalo natamani kukuuliza, kwa umri wako, bila shaka kazi umeifanya kwa muda mrefu sana. Ni miaka mingapi unapiga kazi ya bodaboda? Nimeweza kufanya kazi hii kwa muda wa miaka kama 8-10 hivi. Miaka 8 mpaka 10. Ni kweli kazi ya bodaboda ina uhuni ama kuna wahuni wengine ambao wanajipenyeza kwenye kazi ya bodaboda? Kazi ya bodaboda ni kazi nzuri, ila wengine wanaweza kutumia vibaya kutokana na maslahi yao jinsi walivyo. Lakini kazi ya bodaboda ni nzuri kwa sababu watu wanavyoifanya wanaona matunda, wanaweza kulea familia, wengine wanasomesha watoto wao shule kupitia kazi ya bodaboda. Na kazi ya bodaboda imeweza kusaidia vijana wengi wasio wazururaji. Wengi wamepata ajira kupitia hizi pikipiki. Haya matukio ambayo yanaendelea sasa hivi, watu wanaporwa. Brother hapa tumetoka kuzungumza naye, anatuelezea kwamba kuna mtu amekatwa mapanga hapa juzi. Watu wanataka kutoka na simu tu mpaka unahatarisha usalama wa mtu. Haya makundi ambayo yanafanya uhalifu wa kutumia bodaboda ni akina nani kama sio sisi bodaboda? Tuwezi kusema ni sisi bodaboda kwa sababu taratibu wa bodaboda unaeleweka. Kama unavyoona umekuja kwenye kijiwe hapa na umetukuta tumetulia na tumekusikiliza vizuri tukijua kwamba wewe ni mtu mwema na kusanya habari kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba bodaboda ndio wanafanya huo uhalifu kwa sababu sisi ni kijiwe kinachoeleweka, kilichosajiliwa na serikali inajua. Na tunafahamiana tunaokaa kwenye eneo kama hili. Kwa hiyo likitokea tatizo lolote tukijua ni nani mwenzetu aliyefanya, tunaweza kukabiliana naye. Kwa hiyo tunaamini kwamba matukio kama yale yanafanywa na watu nje ya wale ambao wanafanya ile kazi kwa uaminifu. Kwa hiyo hilo ni kundi lingine ambalo linavaa sura tu ya kufanya bodaboda, lakini nyuma yake kuna uhalifu. Sasa tunawatambuaje hawa watu wengine ambao wameivamia kazi ya bodaboda na kuifanya ionekane kama kazi fulani ya uhuni ambayo inafanyika? Kumbe sio uhuni, ni kazi ambayo ni muhimu kabisa na ni kazi maalum. Watu wanasomesha, wamejiajiri huku pia. Namna ya kuwatambua ya kwanza, mtu anayefanya kazi ya bodaboda yuko serious na anafahamika, anaonekana ufanyaji wake wa kazi. Na yule ambaye yuko kiuhalifu mara nyingi huwa anaonekana mara chache sana, na mara nyingi ndio anafanya kazi usiku na yale majira ya asubuhi wakati panakucha ndio uhalifu unakuepo sana. Alfajiri na mapema pale saa 10, saa 11 na usiku saa 6 hivi ndio anapenda kufanya hayo matukio. Kwa hiyo ni wale watu ambao hawapendi kujulikana kwamba tuko kwa namna gani. Lakini wale ambao wanafanya serious wako wanafahamika na wanaeleweka na abiria wanawaamini. Mwisho wa kufanya kazi yako ya bodaboda ni saa ngapi? Maana hii ni ofisi, unaifunga saa ngapi kwa wewe kwenda zako nyumbani? Ofisi mimi kwa binafsi yangu naweza kufunga muda wote kwa ninavyojisikia, inategemea na siku imekaaje. Siku ikienda vizuri, ninaweza nikaenda kufanya kazi nyingine, nikairisha hii, kaendelea na mambo mengine. Kwenye miaka hii 8, ulishakutana na changamoto ya hawa matukio ya uhalifu, labda wewe mwenyewe kuponea chupa ama kukutana na changamoto kutaka kuibiwa chombo chako kama dereva bodaboda? Hapana, sijawahi kukutana, kwa kusikia tu kwa wenzangu, lakini mimi sijawahi kukutana. Tukio gani ambalo ulishawahi kulisikia ambalo lilikushtua kidogo mpaka pengine ukasema hao ni achana kazi ya bodaboda nini? Tukio ambalo tumewahi kusikia ni la mtu kuibiwa pikipiki, kuporwa na hatimaye kuumizwa na kupelekea hata kifo cha mtu yule. Kwa ndio matukio ambayo tumewahi kuyasikia na kuthibitisha kweli kwamba yametokea. Pia matukio mengine ambayo huwa mara nyingi yanatokea, wale ambao kuna matapeli tena nje ya bodaboda ambao anaweza akakuchukua usipomwelewa vizuri, anaweza akakuagiza nenda mahali uchukue chombo na kukipeleka mahali pengine, lakini kwa namna ya wizi usijue. Kwa hiyo kuna watu chombo chako hicho huu ni muundo mwingine mpya ambao wamekuja nao ambao anaweza akapata namba pale akakupigia simu, njoo bwana sehemu fulani hapa kuna mzigo, sana watumia kwenye eneo la mzigo. Kwa kuna mzigo fulani hapo bwana, chukua peleka sehemu fulani. Na unavochukua ule mzigo unaukuta kweli unachukua unapeleka mahali fulani, lakini mwisho wa siku ule mzigo hauna mwenyewe, ni kiutapeli. Kwa hiyo kuna watu ambao wameshakutana na hao matukio. Lakini pia mheshimiwa, changamoto kubwa ambayo tunakutana nao sisi kwenye kazi yetu ni miundombinu ya barabara. Kwa watu tunaoishi huku milimani tunapata shida sana. Pikipiki mara kwa mara ni ya kukaza, imeharibika, imeua bearingi, lakini changamoto ni barabara. Na hapa Tengeru barabara gani ambazo ni korofi sana kwa madereva bodaboda? Kwa hapa tulipo sisi barabara korofi, kuna barabara ya kupandisha Akeri kwenda Ndombo huko, kuna barabara ya Ulonga ya Ngondro kwenda Ulonga, ni barabara ambazo ni korofi. Na hizi barabara zinawafanya biashara wengi ambao unakuta mizigo inapitishwa kule.
lakini tunapita kwenye ile changamoto, na hasa kipindi cha mvua unakuta kwa kweli tunatembea katika roho mkononi, kwa sababu umebeba mzigo alafu barabara ni mbovu. Kwa hiyo serikali ingeweza kutusaidia kwenye eneo hilo la mbinu, nafikiri ingeturahisishia sana hii kazi na tukazalisha zaidi, kwa sababu barabara inapokuwa mbovu hata uzalishaji unakuwa mdogo, sababu hata mafuta unayotumia ni mengi kuliko kipato, lakini pia gharama za kutengeneza pikipiki zinakuwa kubwa. Kwa hiyo miundombinu kama itaweza kutengenezwa vizuri, nafikiri kwa na nyinyi ni waandishi mnachukua hizi habari, ni vizuri mkazielezea vizuri na zikafika kwenye uongozi wa juu, maana hizi barabara ni za siku nyingi na halmashauri yetu ina mapato mengi tu. Tengenezwe ili mambo yakae safi. Bwana sawa mzee wangu, mimi nikushukuru sana. Mwisho kabisa, nini tunawaambia abiria ambao wanatumia vyombo vya usafiri kutafuta madereva? Maana abiria tuna utaratibu ni kwamba sometime unaweza kufika barabarani ukasimamisha mtu yote usiyemjua, unaenda naye huko ndio hivi anaenda kukukaba, lakini kuna hili la madereva, unachukuliwa unapelekwa mahali na mtu usiyemjua. Tuanze na abiria. Abiria azingatie nini ili kuwa salama na matumizi haya ya pikipiki ama anapochukua chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki? Cha kwanza, abiria awe makini na mahali anapoenda kuchukua pikipiki. Kwanza ni vizuri kuingia kwenye kituo ambacho kina bodaboda unaoeleweka na kuchukua pikipiki ya mtu anayefahamu kwamba huyu ni dereva na anaweza kanibeba. Wakati mwingine unaweza kuta abiria ni mama, mtu mzima mzito, amechukua ka kijana hapo akajaimarika vizuri, mwisho wa siku kinaenda kinamwangusha. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini kwenye hilo eneo na kuchukua bodaboda ambaye ana uzoefu, na mabodaboda wazoefu wanapatikana kwenye vijiwe, na ikitokea labda ni barabarani, lakini angalau awe na kile kitu cha kumwangalia huyu mtu anaweza kunifikisha na kuenda au la. Kigumu hajavaa na kofia ngumu, pikipiki haina site mila, imetolewa plate number. Ndio hivyo sasa, huwezi kumuelewa huyu ana nia gani. Swala la nyinyi madereva kujilinda dhidi ya hawa abiria msiowajua, na matukio yamekuwa ni mengi sasa hivi, watu wanapigwa nondo, wanaupora pikipiki na vitu vingine kama hivyo. Kuna jamaa wangu mmoja nilikuwa nazungumza naye siku moja, anasema alinusurika kukatwa mkono kwa sababu alikuwa ameshika Sterling, kama alishusha panga, akaona cheche tu hapo mbele, akaona mkono wangu una umuhimu zaidi, akaamua kutembea. Ni kwamba unapelekwa mahali na hawa jamaa nasikia wanapanda dau kweli kweli. Yaani mahali ambapo unaenda kwa 10,000 wako tayari wakwambia tunakupatia 20,000. Halafu wameshatengeneza mazingira. Mnajilinda vipi nyinyi kama madereva pia? Kwa hilo mheshimiwa, tunachukua tahadhari kwa kuwa makini na mtu ambaye anakuja kukutaka wewe umsafirishe kwenda sehemu. Cha kwanza, ukimtazama mtu tu lazima ujue kwamba yale mazingira anayokuambia twende na huu ni muda gani, unacheki yale mazingira. Kwamba ukiona kama ni usiku sana na mazingira yanatisha, basi unaweza ukamwepuka yule mtu, kumwambia atafute ustaarabu mwingine. Lakini kama ni mtu unamfahamu vizuri na una imani naye, basi unaweza kwenda naye kokote. Kwa hiyo la muhimu ndio hilo tu bodaboda ambalo anaweza kuchukulia kwamba kuhakikisha kwamba nani unaondoka naye na ni mazingira gani unaenda. Asante sana mzee. Asante mheshimiwa.